Asante na karibu tumalizie sura ya pili ambapo tulikuwa tumesoma katika video ya awali. Tulishika njia kuelekea barabara kuu. Njiani tulipatana na milolongo ya watu ambao walikuwa wakitoroka kama sisi. Tulikuwa radhi kuitoroka nchi yetu, nchi kipenzi chetu iliyokuwa na milima na mito ya kuvutia. Macho yangu yaliangukia umati wa watu waliokuwa wamebeba vitu migongoni na vichwani. Kuna waliobeba masanduku, kuna waliobeba magodoro, kuna waliobeba mablanketi, kuna waliobeba mitungi na karai za plastiki. Kuna waliobeba magunia. Alimradi kila mtu alibeba alichoweza kubeba. Nilitembea nyuma ya mama. Nilijitahidi kuandamana naye sako kwa bako. Sikutaka kumpoteza katika halaiki ya watu asubuhi ile. Wakimbizi tulikuwa wengi ajabu. Walikuwepo wanaume, walikuwepo wanawake, walikuwepo watoto waliobebwa migongoni na mama zao, na wengine waliobebwa mabegani na baba zao. Pia walikuwepo wakongwe, mashaibu na ajuza. Wapo walioshindwa kutembea lakini wakajikaza ili kunusuru roho zao katika vita vile vikali. Kila mtu alishika roho yake mkononi. Kila mtu alitaka kuiokoa. Sote tulikuwa tukielekea mpakani Gera. Sauti za bunduki zilisikika zikialika hapa na pale. Sauti hizo pamoja na sauti za kite za wahasiriwa zilinitia wasiwasi mwingi. Miili ya wafu ilikuwa imetapakaa hapa na pale. Ungedhani walikuwa kuku waliojifia kwa ugonjwa hatari wa kidera. Mingi ilikuwa imeanza kutoa harufu ya uozo. Huo ulikuwa ukatili uliopita kiasi. Nilifikiria jinsi gani binadamu tulivyokuwa tumeporomoka kiutu. Safarini mvua ya manyunyu ilikuwa ikinyesha. Ilifanya miili yetu kuzizima kwa baridi kwa kuwa hatungeweza kusubiri mvua ipuse ili hatari ikitutumbulia macho. Barabara iliyojaa tope ilifanya safari kuwa ngumu kupitiliza. Hata hivyo, licha ya dhiki tulizopitia hatukuvunja